Mimi naitwa Shaban Manyanya. Shaban Manyanya. Unaweza ukasema Shaban Manyanya ni nani? Shaban Manyanya ni msanii, ni mwanamuziki wa zamani. Kwenye biashara lakini ni mwanamuziki wa zamani. Unapozungumzia zamani unazungumza miaka gani? Nazungumzia katika miaka ya 80. Wewe ulikuwa unapiga kifaa gani unachopiga muziki? Mimi kifaa changu nilikuwa napiga drums. Labda uwaambie kwa manufaa ya wasikilizaji, nini kilikuvutia kupiga drums na sio kitombo kingine? Mimi nimebahatika kufundisha kupiga drum na Marjan Rajab. Unaweza kumzungumziaje mzee Marjan Rajab? Maana sisi tunamsikia sana. Marjan Rajab ni mwanamuziki ambaye ana kipaji na anajua. Unajua katika muziki kuna kipaji na kuna kujua. Unaweza kuwa una kipaji lakini usijue sana, na unaweza ukawa unajua na kipaji unacho, na unaweza ukawa unajua lakini huna kipaji. Akisema Marjan Rajab yeye alikuwa anajua na ana kipaji. Unaweza ukatuambia kwa nini unadhani Marjan alikuwa anajua na kipaji anacho? Marjan alikuwa anajua kwa sababu kwanza alikuwa mbunifu, mwepesi wa kujua talent. Kwa mfano mimi amenijua naweza nikapiga drum kwenye hall tu. Sijawahi kupiga muziki, akaniona jinsi ninavyocheza, akajua huyu mtu anajua timing, kwa hiyo anaweza kupiga drum. Sasa leo tupo hapa kwenye mazoezi ya bendi mpya The Samurais. Naam. Hii bendi ya The Samurais Empire ni bendi ya Fresh Jumbe, mwanamuziki nguli. Sawa. Na kwa dondoso tu nimezosikia ni kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao mshai kufanya kazi na huyo nguli wa muziki. Sawa. Unaweza kumzungumziaje bwana Fresh Jumbe? Well, Fresh Jumbe ni kijana ambaye uingiaji wake wa The International ulistustua. Tulibahatika kwenda na Tanga, eneo la Mweza, kufanya show kule. Basi Fresh Jumbe akaongea na Marjan kwa maana mimi najua kuimba. Marjan akamwambia okay, nijaribu kuimba. Alipoimba tu Marjan akamwambia basi wewe ukija Dar es Salaam utafikira bendi yetu Dar es Salaam, wewe njoo Dar es Salaam. Kweli Fresh Jumbe aliposikia kwenye matangazo tuko Dar es Salaam akaja Dar es Salaam. Dar es Salaam tukaanza naye kufanya mazoezi. Fresh Jumbe ni mwepesi wa kusikiliza, wa kuget nyimbo, tukaanza kuimba naye. Baadaye tulipoanza kutunga nyimbo, Marjan huwa ana utamaduni wa kumwachia mtu nafasi, lakini kwa uwezo aliomgundua Fresh Jumbe akamwachia nafasi ya kuimba. Kwa mfano kama ile nyimbo Bwana Mashaka au Masudi, alimpa na chance nafasi akawa anaimba. Na Marjan Rajab wanamuziki wengi walikuwepo pale International na walikuwa wanaondoka. Bwana alikuwa asikii, bwana anaona okay tutafuta mwingine. Lakini alipotoka Fresh Jumbe International, Marjan yangu aliumwa, yani aliumwa kwa soko. Mimi nikamfuata mimi Marjan yangu alikuwa rafiki yangu. Nijua mwanamuziki lakini rafiki. Kama sababu unasikitika akapata mwanamuziki mwingine. Akaniambia Shabani Manyanya, wewe sikujua. Yule mtoto alikuwa anamuita yule mtoto ana kitu gani? Akasema Fresh Jumbe anaimba, ana vibration in nature. Sisi vibration tunazitumia, tunazifuata, yani tunajifunza na tunazitumia, lakini Fresh Jumbe ni nature yake. Sasa kuondoka kwake mapema unatia usimanzi. Kwa sababu gani? Juu ya kwamba ni mwimbaji mzuri lakini hana vipodozi vyake. Ilikuwa jangu recording hilo iliyokuja, tulikuwa nataka nimpe nafasi nyingi, alafu nimpe vipodozi katika ile sauti yake, ile vibration yake ya uimbaji. Kuna vipodozi vyake, yani kuna urembo wake. Nilikuwa nataka nimjaze ule urembo ambao yeye haujui. Kwa hiyo mimi nataka kwanza aimbe hivyo alafu watoke. Ingekuwa mwanamuziki, ingeshtua waimbaji wengi hapa nchini. Lakini kaondoka, maskini, nasikitika, anaondoka na ujuzi wake. Lakini nilikuwa nataka mimi si awe tofauti alivyo. Fresh Jumbe alikaa muda gani kwenda International?
mmoja, alifanya recording ya mwaka mmoja tu kwa kipaji chake Msondo. Sisi tukipiga wanamuziki wote wa Msondo, waimbaji wa Msondo walikuwa wanakuja kutusikiliza tunapopiga, walikuwa wanamfuata kumsikiliza Fresh Dube, wakiambiana wanakuja kumfuata Fresh Dube. Kipindi hicho bado hatujarekodi, wakamshawishi aondoke Fresh, akasema baada ya kurekodi tu. Unakumbuka vipi maisha yake Fresh Dube tangu anaingia Dar International mpaka siku anaondoka? Fresh Dube kaanzia chini sana, mwache Mungu ambariki awe hivyo alivyo. Amepambana na mapambano siku zote, kila mtu ana siri yake, na siri ya mafanikio naijua ni Mwenyezi Mungu. Hakuna formula ya kukwambia fanya hivi ufanikiwe, lakini yeye jitihada zake, uvumilivu wake, nidhamu yake ndio imemfanya leo yuko hapo. Utajiri ni kuaminika. Fresh Dube si mlevi, si mzinzi, ana adabu, anaheshimu watu, anajali watu. Kwa hiyo ndio maana leo mnamuona hivi alivyo, sio kwa kubahatika, ajituma. Ukiwa kama mkongwe wa muziki leo umepata bahati ya kuhudhuria mazoezi yake, lakini umemwona tena Fresh Dube, unamzungumzaje Fresh Dube huyu wa sasa na yule wa Dar International? Mimi Bizo alinitumia clip inapigwa nyimbo ya Bwana Mashaka ambayo na mimi nimepiga, nikaisikiliza, nilivutia sana, ndio maana nikaja mazoezini kusikiliza. Kwa bahati nzuri chombo changu cha drum kamkuta kijana anaipiga ile nyimbo, lakini kaiongezea ujuzi. Narudia maneno yangu ya mwanzo kukwambia, unakujua na kipaji. Vijana wengi wa sasa hivi 80% wanajua na wana vipaji, lakini tatizo linakuja, muziki ya sasa hivi haiwatambua wapigaji. Muziki ya sasa hivi hatuwezi kumpata Konda mpya, hatuwezi kumpata Mabera, hatuwezi kumpata kina Mulenga, kina Kasheba, hatuwezi kuwapata. Kwa sababu gani? Muziki ya sasa hivi imewatenga wapigaji. Wapigaji wengi wanapiga wakiwa studio, yaani studio muziki inatengenezwa sana studio. Lakini ukweli ni kwamba hawa wanamuziki wa sasa hivi wanajua, vijana wa sasa wanajua kuliko tunapiga sisi kwa tunapiga kipaji. Hawa sasa wanajua, sema bahati sio waliwataki, wanajua. Siwezi kutaja watu majina, lakini nikikwambia, nakupa mfano tu mdogo. Na kijana mmoja anaitwa Maneno Vuruge. Nikikwambia Maneno Vuruge ni zaidi ya Mbaraka Mwishe wewe katikatalia. Kwa sababu nini? Mbaraka Mwishe alikuwa na kipaji, lakini uwezo wa gita hawezi kufikia kiwango alichofika Maneno Vuruge. Sasa ndio maana nakwambia kuna kujua na kipaji. Wanamuziki wengi wa sisi zamani kwa tunapiga sana vipaji, lakini uwezo wa kichongo ukijua vizuri. Kuna mtu mmoja muziki wa zamani ana sifa mpigaji, lakini coach hajui. Sasa hivi anajua coach. Unawashauri nini au unawaambia nini wapenzi wa muziki wa dansi kwa muktadha mzima wa bendi ya The Samurai Empire ambayo inakuja chini ya Fresh Dube? Wapenzi wa music, jamani, kuna muziki sasa hivi, waje kwa Fresh Dube. Ameweka vionjo vya kisasa zaidi, nyimbo inapigwa kisasa zaidi na ujuzi zaidi. Kwa rumba ya sasa hivi anaipiga Fresh Dube ni rumba ya kisasa na yenye ujuzi. Bendi ikipiga, mwanamuziki ukiona unavamia stage, naomba upige. Kwa Fresh Dube huwezi kuvamia stage, kwa sababu umepigwa kitaaluma, lazima ufanye mazoezi ndio upige. Pale 7 mwezi wa 4 mwaka 2026 siku ya Jumanne, Fresh Dube anatarajia kuwasikilizisha watu radha hizi ambazo haya mazoezi unaona hapa, anatarajia kuwasikilizisha watu pale BBC Keko Millennium. Wapenzi wa muziki wa dance wa Dar es Salaam waje wasikie muziki.
wasikie mziki ambao umepigwa kitaalamu, una vionjo vizuri, sound nzuri ya kisasa wote, ukiwa mtoto, kijana, mzee, mwanamke, mwanamume, mwambie jirani yako waje BBC wasikie mziki. Sponsor, mziki ya dance sasa hivi imekosa sponsor. Zamani kulikuwa na masponsor ya masherehe ya kiserikali, wanalita mabendi, wanamuziki wanajulikana na wanapata pesa, lakini sasa hivi wanamuziki wametupwa, hawana sponsor. Miziki ni sponsor. Hawa kina Koffi Olomide, kina nani, wote wanapanda juu kwa sababu ya masponsor. Mbona leo tunasifia Yanga, Simba nini kwa sababu ya sponsor. Unaona, tukipata bendi zikipata sponsor zitasikika, watu wataziona. Lakini mtu huwezi kutoka leo uende ukapiga eneo fulani bure. Kwa mfano wenzetu wanafanya maconcert. Wenzetu wanje wanafanya maconcert. Masponsor wana sponsor, watu wanapiga muziki, watu wanakuja kuwasikiliza free, lakini gharama zote za nani? Sponsor. Sasa hivi muziki haina sponsor. Ndio maana kwa wanamuziki wanakufa na vipaji na uwezo wao wanakufa. Kwa mfano Fresh katika Zingeta lote zamani kaweka sio kwamba ana shughuli nyingine, ni talent yake muziki, lakini kamua angeke. Lakini nani atakayebeba zaidi ya masponsor? Maendeleo ya sasa hayakubaliki, yani watu kiingia kiingilio. Hata huko duniani muziki inapigwa free. Watu wanasema wanapiga muziki wa bia, hata wanasema tatizo tofauti kwamba wanapiga watu mahotelini, lakini wao wanapiga bure bia. Unaona, lakini zikitokea concert, mwanamuziki anafanya concert moja kwa mwaka moja, kwa unakuja masponsor wanaitangaza, anapiga dance yake moja kwa mwaka, watu wanajaa. Lakini hakuna nchi ya kuendelea vile Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Biashara hii sasa hivi hakuna hiyo. Ili iwe hivyo lazima upige kwenye watu kuwaburudisha. Sasa watawaburudisha. Natoa mfano kama viwanda vya bia. Viwanda vya bia, watu ambao wanasababisha watu wanywe wapiga wanamuziki, lakini wanaacha kwa sponsor wanamuziki, wanakwenda kufuata kwenye mpira wenyewe unakataza watu wasinywe pombe. Tumekuwa vice versa. Wanajua biashara yao wanauza baa, baada ya kusupport watu wanaoamrisha watu wanywe, wanataka kusupport watu ambao wanacheza mpira hawataki watu wanywe. Kichwa kinachopiga bila sababu.